Taarifa ya kutafutwa Mafwele ilitoka kabla ya uchaguzi tarehe 24 mwezi wa 10 mwaka jana 2025. Katika live moja ambayo nilijikuta nimeingia, ilikuwa ni live ya wanajeshi. Tena aliyotoa hiyo taarifa ni captain moja wa jeshi. Alitoa taarifa kwamba atafutwe Mafwele, tumkamate, tumteke, atuambie wanaoteka watu kina nani. Mimi nikaanza kucomment pale chini. Ndani ya siku 3 baadaye mimi nikaja nikakamatwa. Tena mwenyekiti ndiyo alionichomesha kwa polisi, nikakamatwa. Alikuja mwenyekiti na chawa mmoja wa polisi, niliwaletea vurugu sana mpaka nikampiga ngumi yule chawa wa polisi. Nadhani hii taarifa mwenyekiti anaijua. Polisi wakanambia umempiga askari wetu, nikamwambia huyu sio askari, huyu ni chawa wa polisi. Ndipo mapolisi wakanioji, wakanambia kuna live uliingia. Ile live ilikuwa inarekodiwa siku ile. Nikamwambia aha, mnataka niwaoneshe ile live niwasikilizishe? Nikawasikilizisha ile live, ndipo wakapata hizi taarifa za kutafutwa Mafwele. Na walikuwepo maaskari 335 wanajeshi na mimi nilikuwa 336. Mafwele anatafutwa, tena sio na raia. Walipanga mipango ya kufanya maandamano wanajeshi, sio wananchi. Wakasema tuchome moto vituo vya polisi. Wakasema tuwakamate mapolisi, tuwateke, tuwakatekate vidole, tuwahoji mpaka watuambie wanaoteka watu kina nani. Mimi taarifa zote nikazivujisha kwa polisi. Nikiwa pale Temeke, nimefungwa kitambaa cheusi. Unajua nilikamatwa na jirani yangu ambaye ni mwanajeshi. Ila mwanzo wale maaskari walikuwa wanajua yule sio mwanajeshi, ila ni mwanajeshi, ni koplo Nyumbu pale Kibaha. Asubuhi tukiwa tumelala pale Field Force, mjeshi kapigwa pingu moja ya kushoto, mimi pingu moja ya kulia, mkono huu na huu. Asubuhi simu yake yule koplo inapigwa na mkubwa, baada yule koplo kuto kuonekana kufika kambini. Anapigiwa simu yake yule koplo, anamwambia naomba simu nipokee niongee. Akamwambia mnataka kuongea, usemeje? Oh, niseme niko kituo cha polisi. Polisi wakamwambia hamna, hauko kituo cha polisi. Baada ya muda kidogo tukapandishwa gorofani juu Field Force. Mkubwa wao anasema wewe unapigwa risasi ya kichwa, mimi hapa. Nyinyi wanaharakati tumeshawaua sana. Tumeua wanaharakati 700, wewe utakuwa 701. Yule mwanajeshi aliogopa sana mpaka akataka kuwapa pesa wale ili wamwachie. Akamwambia hamna, hii kesi sasa hivi ishafika huko ngazi za juu. Tumekaa tukashushwa pale chini, tumekaa, kuna gari ndio ikatoka Land Cruiser ile. Imetoka kwa kina Mafwele, ikaja ikatubeba, ikatupeleka mapolini. Kabla muda huo hawajajua kama huyu ni kweli mjeshi. Baada ma MP kutumwa kumfuatilia nyumbani kwake huyu kamanda, ndipo wakaambiwa mwenyekiti kaja kumchukua saa 7 usiku nyumbani kwake. Ndipo wale ma MP wakamfuata mwenyekiti. Wale mwenyekiti akasema bwana huyu amepelekwa kituo cha polisi lakini wamemwachia, ambaye yule mjeshi. Ma MP wakafika mpaka pale polisi, lakini polisi wakawa hawajui, wale wadogo hawajui sisi tumepelekwa wapi. Kumbe muda huo tunaenda kuuliwa. Yaani ile order mimi nilikuwa nikauliwe. Tukiwa katikati ya msitu, ile gari ligeuza. Tukaambiwa tuwafunge vitambaa vyeusi. Tukaingizwa kwenye siti za Land Cruiser. Mwenzangu alikuwa amekaa huku, mimi nimekaa huku, tunaangaliana. Zikakunjwa zile siti, tukaingizwa chini, tumechomekwa. Tukapelekwa mpaka Temeke pale, tukafungwa vitambaa vyeusi. Tulipigwa na mapolisi wengi. Mimi ndio nilopigwa, mwenzangu hakupigwa. Nilipigwa sana, yule mwanajeshi hakupigwa. Nimepigwa sana ile siku, nusu kufa. Na Mafwele alikuja huko, nimepigwa kitambaa cheusi. Akaniuliza, nyinyi mnamtafuta Mafwele, mnamjua Mafwele nyie? Nikamwambia mimi sikutafuti. Anayenitafuta nani? Nikamwambia aliyotoa oda ya kutafuta huyu hapa. Akamwangalia, akasema unamjua anapokaa? Nikasema mimi simjui. Nilipigwa sana ile siku, nusu kufa. Mafwele anatafutwa, na wanaomtafuta sio wananchi wa kawaida, ni wanajeshi. Ili naomba niliweke wazi na watu wajue. Hichi kitu sio mchamzaa. Na TFF ni kundi ambalo lina maaskari wengi hadi wanajeshi ndani yake. Sasa nyinyi kama mnachukulia mzaa, endeleeni kuchukulia mzaa.